Katika klabu hii ambayo haikuwa na watu wengi, kamera zinanakili kile ambacho hakuna aliyekiona. Dakika za mwisho kabla ya mambo kugeuka kwa mabaya kwa Amos. Saa 1:47 usiku, Amos anaitisha kinywaji. Saa 2:01 usiku, Amos aliyekuwa mwenye nguvu na mchangamfu ghafla analala na kujiegemeza mezani. Anabaki katika hali hiyo kwa takriban saa 1 hadi saa 3 usiku. Saa 3:13 usiku anapata fahamu. Saa 3:19 anamuita mtu kwa kinywaji. Saa inayobadilisha hatma yake inakuja saa 3:22 usiku. Ghafla shingo ya Amos inateleza nyuma na kuanguka. Inabainika kuwa huo ndio wakati Amos alifariki ghafla akiwa tu ameketi. Saa 3:23 usiku, mhudumu anajaribu kumsaidia kumlaza mezani bila kufahamu kwamba tayari alikuwa amefariki. Saa 3:34 usiku, yule mwanadada aliyekuwa naye, yule aliyemletea kinywaji, anarudi na mwanaume mwingine kumwangalia. Hata hivyo, wakati huo Amos alikuwa tayari ameaga dunia. Saa 3:59 usiku, mwanadada na mwanaume wa umri wa makamu wanaonekana wakichunguza kama bado anapumua. Saa 4:49 usiku, nduguye Amos anaingia kwenye klabu hii. Anaonekana katika hali ya kushtuka, akijaribu kumwamsha Amos. Juhudi zake zinaambulia patupu. Anahangaika kumuinua kutoka kwenye kiti, ila hapa Amos alikuwa ameaga karibu saa 1:30 iliyopita. Saa 5:02 usiku, mke wa Amos anaingia katika klabu ya Ngaine. Saa 5:08 usiku, mwili wake unatolewa nje ya klabu na kaka yake na kusaidiwa na mtu mwingine. Maswali mazito yanasalia. Ni kemikali gani aliyomeza ambayo ripoti ya uchunguzi wa mwili inaonyesha ilimuua papo hapo? Na ni nani aliyemuua Amos? Maafisa wa upelelezi kutoka DCI wanatarajiwa kutoa ripoti ya chembechembe za sumu mwilini, yani toxicology, wiki ijayo. Lennox Sengre, runinga ya KTN.